Salamie majira ya asubuhi haya nikisema Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Pastor Eric, mchungaji mwangalizi kanisa la Grace Pentecostal Church, mji mkuu wa Umoja. Wiki hii elewa nilikuambia kwamba ninafundisha kuhusu ndoto. Juzi nimekufundisha kuhusu ndoto za wanyama, wale ambao wanaota na wanyama usiku. Nikakufunza kuhusu ndoto za mapenzi. Leo nakufunza kuhusu ndoto za uhamisho. Oh my goodness, ndoto za uhamisho. Pastor, unazungumzia kuhusu nini? Yes, ndoto za uhamisho. Nataka unipatie dakika zako 5 niweze kukufahamisha kitu. Watu wanaota ndoto za uhamisho, lakini hawajajua wanahamishwa kutoka wapi mpaka wapi. Nilikwambia life is spiritual. Sunday tunavunja maagano ya ndoto. You are welcome. Basi nikwambia kwamba ndoto za uhamisho ziko na maana kubwa sana katika maisha ya mtu. Nataka nikufunze ndoto za uhamisho kwa sababu watu wanahamishwa kiroho kabla hawajahamishwa kimwili. Unahamishwa kiroho kabla haujahamishwa kimwili. Kwa nini? Kuna mtu ambaye anaota ndoto za shuleni na alimaliza shule. Hiyo ni ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota anafutwa kazi na ako kazini. Hiyo ni ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota akitolewa kwa ndoa na ako kwa ndoa. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota akiwa kijijini na ako mjini. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota akikufa na ako hai. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota ananyang'anywa pesa na yeye mwenyewe ni mfanyabiashara. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota akiwa biasharani lakini anaona wateja wanaondoka. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota mume wake anamfukuza na yeye ako kwa ndoa. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota watoto wake wakipotea na ako na watoto, amezaa labda akana 2 watatu, lakini anaona wale watoto wanapotea kwa ndoto. Ndoto ya uhamisho. Kuna mtu anaota vitu vyake ananyang'anywa vitu katika ulimwengu wa kiroho. Ndoto ya uhamisho. Ni ya uhamisho kwa sababu gani? Nimekupatia mifano hivyo ni kwa sababu nipatiane kama mfano wa ndoto ya shuleni. Mtu anaota akiwa shuleni na yeye mwenyewe alimaliza shule. Yeye mwenyewe labda ako kazini, labda yeye ni mkubwa kazini, ni supervisor, ni manager, ni CEO, lakini anaota akiwa kazini, akiwa shuleni. Trust me my brother or my sister, hiyo kazi itaisha. Huyu mtu anaota ako kijijini na ako mjini. Wamehamisha spirit. Spirit inakaa kijijini, roho inakaa kijijini, mwili inakaa mjini. Huyu mtu hawezi fanikiwa. Hakuna kufanikiwa. Unaota unakimbizwa usiku na umelala. Unakimbizwa na watu, unafukuzwa na manyoka, unafukuzwa na vitu ambavyo huelewi. Ukiamka asubuhi umechoka, roho yako imechoka. Ni kwa sababu gani? Ndoto ya uhamisho. Ni watu wangapi ambao mmehamishwa katika nafsi zenu? Mambo yako hayaendi kwa sababu una ndoto za uhamisho. Vitu vyako havifanyi kazi kwa sababu ya ndoto za uhamisho. Mtu ni mzima, yeye ana afya, ana uzima wa kwake, lakini anaota na watu waliokufa. Ndoto ya uhamisho. Unahamishwa katika watu walio hai, unapelekwa katika watu waliokufa. Kwa hivyo makao yako yatakuwa kule kwa watu waliokufa. Maandiko yanasema katika kitabu cha Marko 5, mtu mmoja akakutana na Yesu. Mtu mmoja akakutana na Yesu. Maandiko yanasema mtu huyu alikuwa anakaa makaburini. Wakafika ng'ambo ya Wagerasi. Hiyo ni mlango wa 5 mstari wa 1. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena kwa minyororo. Huyu mtu akahamishwa kutoka nyumbani akapelekwa makaburini. Alihamishwa kutoka nyumbani
akakosa kukaa nyumbani, akaenda kukaa makaburini na akafungwa. Kuna watu wengi sana wamefungwa katika ndoto zao wakati wamelala. Hapo ndipo mtu anafungwa. Hapo ndipo mtu anakutana na ugonjwa. Hapo ndipo mtu anakutana na visirani. Hapo ndipo mtu anakutana na maradhi katika uzingizi wakati ambapo umelala. Na nikwambie hivi, mtu wa Mungu, mahali popote unanisikiliza, unaweza ukaona kama haya mambo hayako, lakini yako na yanafanya kazi. Mambo haya yapo na yanafanya kazi. Wewe kama unaota ukiwa shuleni na uko mjini, jihadhari. Wewe kama unaota unakulishwa chakula na umelala usiku, ndoto za uhamisho. Wiki hii napambana na ndoto za uhamisho. Wewe ambaye unaota ndoto za uhamisho, nitafute kanisani, madhabahuni, Umoja One Altar. Hapo ndio Mungu ametusaidia kupata mambo haya ninayokufundisha. Ndoto za uhamishoni. Wewe ulienda ng'ambo, unaishi majuu, na unaota ukiwa kijijini, kufumba na kufumbua ghafla, utarudi mjini ama utarudi nchi Kenya ama utarudi nyumbani kwenyu bila chochote, kwa sababu wamehamisha spirit. Huyu mtu alienda makaburini akafungwa. Kama hangekutana na Yesu, hangeweza kufunguliwa. Ninataka nikwambie hivi, mahali popote ulipo, wewe ni mama, wewe ni mzee, wewe ni msichana, wewe ni mama, maana ndoto huwa haibagui. Ndoto huwa haibagui. Ndoto hata kwa mchungaji itakuja tu. Ndoto hata kwa kiongozi wa kanisa itakuja tu. Ndoto hata kwa watendakazi kanisani, ndoto itakuja tu. Ndoto huwa haibagui. Na ndoto ni matukio yanayotukia kabla ya matukio halisi. Ndoto ni matukio yanayotukia kabla ya matukio halisi. Kama kuna mahali unahitaji kuzingatia na kuchunga sana, ni maeneo yako ya ndoto. Nina swali, wewe unaota nini? Nijibu kwa 0720-717364. Ndio namba ya mawasiliano. Hiyo ndio namba ambayo imebeba msingi wa madhabahu ya Umoja One Altar. 0720-717364. Ndoto za uhamisho. Unaota ukinyongwa, hauko hai. Siku uliota ukikufa ndio siku ulikufa. Maana sio lazima ukufe tukuzike. Unaweza ukakufa spirit. That's why hauna kazi. That's why hauna ndoa. That's why hauna watoto. That's why hakuna chochote cha mikono yako kinafanyika, kwa sababu walikunyonga. Ukakufa kwa ndoto. Msichana ambaye ataota akinyongwa, sahau na ndoa, sahau na kazi, sahau na biashara, sahau na afya, sahau na hata kujipenda mwenyewe, maana ulinyongwa. Walikunyonga kwa ndoto. Maana kuna watu wanaota wakinyongwa, kuna watu wanaota wakilishwa chakula, kuna watu wanaota na maugonjwa. Siku utaota ukiwa na maugonjwa kwenye kitanda chako, jihadhari. Pigana na kile ambacho kinakupinga. Stop it before it stops you. Jumapili ni ibada ya kuvunja maagano za ndoto zote, za uhamisho, za wanyama, za vita. Kubali Mungu abadilishe mawazo yako, mindset yako, yote vitu vizuri. Maandiko yanasema Yusufu akaota ndoto, akawaambia, nimeona miganda ikiniinamia. Wakamdharau. Mwisho wa safari walienda kumuinamia kwa sababu ni ndoto. Ikatukia kwa wema. Hizi zako zilizobadilishwa na shetani, ni nani alizozibadilisha? Basi na kuombea masaa kama na haya.